Sikiliza nikwambie habari za Elikana, tega sikio nikueleze habari za Elikana. Elikana alikuwa na wanawake wawili, mmoja wao ni Penina na mwingine ndiye Ana. Elikana alikuwa na wanawake wawili, mmoja wao ni Penina na mwingine ni Ana. Mama Ana alikuwa amefungwa tumbo lake, ila Penina yeye alikuwa amebarikiwa watoto. Mama Ana alikuwa amefungwa tumbo lake, ila Penina yeye alikuwa amebarikiwa watoto. Ukiomba kwa imani, maombi yako yatasikika. Ukiomba kwa imani, mahitaji yako yatajibiwa. Ukiomba kwa imani, maombi yako yatasikika. Sikia, siku moja Elikana alipotoa zabihu yake, akampa Penina mkewe na watoto wake wa kiume na wa kike, lakini akampa Ana sehemu maradufu kwa sababu alikuwa anampenda sana. Penina kajiuliza, ni jambo gani hili? Penina kajiuliza, ni mambo gani haya? Ana alipanda uko Shilo kila mwakani, amuombe Mungu Baba kufungua tumbo lake. Mama Ana alipanda uko Shilo kila mwakani, amuombe Mungu Baba afungue tumbo lake. Kisha kuzaroliwa, Mama Ana alilia. Kisha kuzaroliwa, Mama Ana aliumizwa, akapanda mbele za Mungu akijawa na machozi. Akapanda mbele za Mungu akijawa na machozi, akaomba kwa maumivu, Mungu wangu nisikie. Akaomba kwa maumivu, Mungu wangu nisikie. Nimeweka ahadi kwako, usikie kijakazi wako. Ukinipa mtoto wa kiume, atafanya kazi imani mwako. Mungu kamsikia, kampa haja ya moyo wake. Mungu kamsikia, kampa haja ya moyo wake. Ukiomba kwa imani, maombi yako yatasikika. Ukiomba kwa imani, mahitaji yako yatajibiwa. Ukiomba kwa imani, maombi yako yatasikika. Ukiomba kwa imani, mahitaji yako yatajibiwa. Say to me,